Uso wangu ulianza kuyeyuka kabisa, lakini miguu yangu pia ilianza kuyeyuka. Nilikimbilia nje, lakini mara tu nilipofika mlangoni, niligeuka kuwa mrundikano mkubwa wa jeli, ambao uliendelea kutanuka bila kukoma. Nilipita katikati ya milango na madirisha ya mgahawa, na nikajirusha moja kwa moja kuelekea kwenye kundi la watu. Watu walikimbia pande zote, na ghasia zikatawala mtaani. Rafiki zangu walijaribu kunituliza, lakini mwili wangu tayari ulikuwa nje kabisa ya uwezo wangu wa kuudhibiti. Wakati huo huo, basi la shule lilikuwa limejaa watoto liligongana na lori. Dereva alijaribu kuondoka, lakini mlango ulikuwa umekwama. Nilikuwa nikikaribia zaidi na zaidi kwenye basi. Dereva hakuwa na chaguo jingine zaidi ya kusimama mbele ya watoto ili kuwalinda. Katika wakati huo wa hatari, mwanamume mmoja alitokea ghafla. Aliweka mkono wake barabarani na kuanza kuinua pole pole, akizuia njia yangu. Lakini mwili wangu ulianza kuenea kwenye uso wa barabara na ukawa unasogea kuelekea kwake. Wakati tu nilipokuwa karibu kummeza kabisa, ghafla nilisema, nataka kurudi nyumbani. Ikaja kubainika kuwa miaka mingi iliyopita, nilikuwa mtu wa kawaida tu. Siku moja, nikiwa na rekodi filamu, nilianguka kwa bahati mbaya mtoni na nikazama hadi chini. Wakati nikipambana kutoka kwenye uso wa maji, mwanga wa kijani uliingia mwilini mwangu. Baadaye, kuna mtu alifanikiwa kunitoa majini, lakini hakuna aliyethubutu kunikaribia. Kisha, mwanamke mmoja alinipa kioo. Mungu wangu, ni kitu gani kilikuwa kimenitokea? Nilikuwa nimegeuka kuwa jeli. Kabla sijaweza kuchukua hatua yoyote, miguu yangu nayo ilianza kubadilika. Nilikimbia kutoka kwenye kundi lile la watu. Niliaga kazi yangu ya uigizaji na hatimaye ilibidi nikubali kazi ya usafi. Niligundua kuwa hisia kali zilikuwa zikisababisha mabadiliko ya kimaumbile. Ndiyo maana kila mara nilipopoteza udhibiti wa hisia zangu, nilijificha bafuni na kujilazimisha kutulia. Lakini moyoni mwangu bado nilitaka kurudi kwenye uigizaji. Hivyo nilienda kumtembelea mwongozaji wa filamu kwa matumaini ya kupata nafasi kwenye filamu. Alinitazama kutoka juu hadi chini. Tabia yake ilizidi kuwa mbaya na ya ukosefu wa heshima. Nilihisi kukataliwa kukuu. Hivyo niliketi juu yake. Kisha mwili wangu ulianza kuvimba ghafla hadi ukawa mrundikano mkubwa wa nyama. Wakati hatimaye niliporejesha umbo langu la kibinadamu, mwongozaji huyo wa filamu tayari alikuwa amefariki.